Majike ni kiwanda katika ufugaji wa nguruwe, lakini pia majike ndio yanayotoa product ambayo inapatikana shambani, na product yenyewe ni watoto. Sasa kama nguruwe wako ataweza kuzaa watoto wengi, ina maana kwamba mradi wako hautaweza kukua. Kwa hiyo leo tunaangalia ni jinsi gani ya kualisha nguruwe katika kipindi cha ujauzito. Kwa katika video hii tutafundishana jinsi ya kulisha nguruwe kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya 115, lakini pia tutaangalia jinsi ya kuweza kupata watoto wengi kwa wale nguruwe ambao ni mara yao ya kwanza kuzaa, lakini pia tutaangalia jinsi ya kumlisha nguruwe ambaye alishazaa. Sisi tunaitwa Lauda Hawks Farm. Unaweza kusubscribe kwenye account yetu ili wewe wa kwanza kupata mafundisho haya, lakini pia unaweza ukashare ili na wengine waweze kupata elimu hii, lakini unaruhusiwa kucomment ili tuweze kujua umelielewaje hili somo. Ulishaji wa nguruwe wakati wa ujauzito umegawanyika katika awamu 3. Awamu ya kwanza ni mimba ya mapema ambayo inakuwa ni siku ya kwanza hadi siku ya 40. Awamu ya pili ni mimba ya kati ambayo ni kuanzia siku ya 40 hadi ya 80. Na awamu ya 3 ni hatua ya mwisho ya mimba ambayo inakuwa ni siku ya 80 hadi ya 115. Sasa tuangalie kwanza awamu ya kwanza ambayo ni mimba ya mapema siku ya kwanza hadi siku ya 40. Mimba ya mapema ni kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya 40. Hapa tutaangalia katika pande mbili. Kwanza tutaangalia katika kwa nguruwe ambaye mara yake ya kwanza kupandwa, lakini pia tutaangalia kwa nguruwe ambaye yeye tayari alishazaa mara moja au mara mbili. Sasa kwa wale nguruwe ambao mara yao kwanza kupandwa, kwanza unataka kuhakikisha kwamba huyu nguruwe amefikia katika uzito sahihi wa kupandwa. Na wataalamu wanakuambia kwamba uzito sahihi wa nguruwe kupandwa kwa mara yake ya kwanza kuzaa hatakiwa kuwa na kilo 120 mpaka kilo 150. Na wakati huo huyo nguruwe atatakiwa kula kilo 2 tu za chakula kuanzia siku ya kwanza ya mimba mpaka siku ya 40. Kwa kipindi chote hiki nguruwe huyo anapaswa kula kilo 2 za chakula na si vinginevyo. Sasa kama utampa chakula kiasi kingi kwa kipindi hiki, hii itapelekea wewe kuweza kupunguza uhai wa kinitete ambacho ni embryo, na hiyo kupelekea kupunguza idadi ya vibwagara. Kwa katika wakati huu nguruwe hataki kula kiasi kikubwa sana cha chakula. Unatakiwa kumpa kiasi kidogo cha chakula ili kuweza kupunguza athari ya nguruwe kuzaa watoto wachache. Lakini pia kwa wale ambao tayari walishazaa au ni mara yao ya pili kwenda kuzaa, wale nguruwe wanatakiwa waangaliwe baada ya kuachishwa hali yao ya mwili ikoje. Kama nguruwe atakuwa amekonda sana, basi yeye atapaswa kula kilo 3 za chakula ili kuweza kurudisha ule mwili ambao ulipoteza wakati wa kunyonyesha. Lakini kwa wale ambao wakati wa kunyonyesha hawakuweza kukonda, basi yeye atatakiwa kula chakula cha kilo 2 kwa siku. Kwa hiyo katika kipindi hiki unachotakiwa kuzingatia ni kwamba nguruwe wako hawi wanene sana, lakini pia nguruwe wako wanakuwa hawajanenepa sana. Awamu ya pili ya mimba ni kati ya siku 40 mpaka 80. Katika kipindi hiki nguruwe anakuwa anahitaji nishati. Hivyo unatakiwa kuanza kuongeza chakula taratibu. Kwa wakati huu nguruwe anakuwa anakula chakula cha kilo 2.5 kwa siku. Hii ni kwa ajili ya kumaintain mwili wa nguruwe. Kwa sababu wataalamu wanashauri kwamba nguruwe ambaye mwenye mimba hataki kuwa kama meza. Unajua meza inakuwa flat. Kwa mgongoni kwake hataki kuwa kama meza. Ukiona mgongo wa nguruwe umekuwa kama meza, yani uko flat, ujue nguruwe ni amenenepa sana. Lakini pia nguruwe huyo hataki kuwa kama nyumba, kama bati. Unajua bati lile la nyumba linavyokuwa inakuwa kama lile mgongo wa tembo limeshuka sana. Hataki vile. Kwa hiyo nguruwe akiwa na umbo la namna hiyo, hii inaonyesha kuwa ni amekonda sana. Kwa umbo la nguruwe ambalo linatakiwa ni kwamba iwe kama ndoo. Umeona kama ndoo ilivyokaa vile, ndio umbo la nguruwe linatakiwa liwe vile kwa mgongoni mwake. Kwa hiyo inakuwa ni na round shape. Lakini wakati huo huo unatakiwa uwe unaangalia ile back fat ambayo tunasema body score ya nguruwe. Kwamba nguruwe asiwe ni mnene sana, lakini nguruwe atakiwa asiwe amekonda sana. Kwa sababu gani? Kwa wakati huu nguruwe akiwa ni mnene sana, wakati wa kuzaa atakuletea shida. Ndio maana kama ndo mara yake ya kwanza kuzaa, kuna wakati kesi nyingi zinatokea wakati wa kuzalisha, unakuta nguruwe anashindwa kuwatoa watoto kwa sababu nguruwe alikuwa ameshanenepa sana, na lakini pia vitoto vinakuwa vinashindwa kutoka kwa sababu nje inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo hii inapelekea nguruwe kuweza kuzaa na hivyo kupelekea watoto
kufia tumboni. Kwa wakati huo mkulima anakuwa ameshakula hasara, kwa sababu unakuwa umemtunza huyu nguruwe kwa miezi mitatu, amekula chakula wakati wote wa mimba, alafu vitoto vimekuwa vimefia tumboni. Kwa hiyo inakuwa inakuletea hasara. Kwa hiyo unatakiwa hapo ku maintain shape ya nguruwe wako, asiwe mnene sana, lakini pia nguruwe asiwe mwembamba sana. Hatua ya mwisho ya mimba ni kuanzia siku ya 80 hadi 115. Siku hizi za mwisho za ujauzito kunatokea maendeleo mengi sana kwa tumboni mwa nguruwe, na ni kipindi ambacho watoto wanakuwa kwa haraka sana. Sasa kipindi hiki ndicho ambacho mkulima anatakiwa kumuongezea nguruwe wake chakula, na mahitaji ya chakula kwa nguruwe inatakiwa iwe kilo 3 hadi kilo 3.5. Lakini unatakiwa kuzingatia kwamba katika kipindi hiki nguruwe wako hawezi kunenepa sana, lakini nguruwe wako hakondi sana. Lakini katika kipindi hiki pia ndio kipindi ambacho nguruwe anakuwa anahitaji lishe katika chakula ili watoto waweze kukua kwa kasi sana. Hivyo lazima uhakikishe kwamba ulaji mwingi wa chakula hausababishi nguruwe wako kuweza kuwa mnene kupita kiasi. Kwa hiyo kuanzia siku ya 80 hadi siku ya 110 nguruwe wako atakuwa anakula kilo 3. Ikishafika siku ya 111 unabidi upunguze chakula. Nguruwe wako utampa kilo 2.5. Ikifika siku ya 113 nguruwe wako atakula kilo 2. Ikifika siku ya 114 nguruwe wako atakula kilo 1, na siku ya 115 nguruwe wako atatakiwa kula nusu ya chakula. Kwa sababu gani? Nguruwe anapoenda kuzaa hatakiwi kuwa na chakula tumboni, wala hatakiwi kuwa ameshiba, kwa sababu hii itamrahisishia yeye wakati wa kuzaa. Kama nguruwe atakuwa ameshiba, umempa chakula kingi na ndio siku ya 115 nguruwe atakiwa kuzaa, hii itapelekea kwa nguruwe wako kushindwa kuzaa kwa vizuri, kwa sababu tumbo la uzazi na tumbo la chakula vitakuwa vimebanana. Kwa hiyo itakuwa ni shida sana kwa watoto kutoka. Kwa hiyo unatakiwa kuanzia siku ya 110 unaanza kupunguza chakula taratibu mpaka ile siku ya kuzaa. Lakini wakati mwingine nguruwe anaweza kawahi kuzaa au wakati mwingine anaweza kachelewa kuzaa. Kwa wewe unakuwa unaangalia, je, dalili za nguruwe wako, nguruwe wangu kama naona anaenda kukaribia kuzaa, unakuwa unaangalia maziwa kama yanaweza kutoka. Kwa kuanzia pale unaanza kupunguza chakula chako taratibu mpaka unafikia nusu ya chakula. Lakini pia nguruwe wako baada ya kuzaa tu hutaki kumpa chakula kingi. Kwa siku ya kwanza usimpe chakula, kwa wakati huo nguruwe anakuwa anahitaji maji zaidi. Kwa unatakiwa kumpa maji kwanza. Then baada hapo utakuwa unamuongezea chakula chako taratibu. Kwa siku ya kwanza unampa labda 0.5 chakula, siku ya pili unampa kilo 1, siku ya tatu unampa kilo 2, siku ya 4 unampa kilo 2.5. Kwa unakuwa unaongeza chakula taratibu mpaka atafikia kwenye ile idadi ya chakula ambacho anatakiwa kula. Wakati wa kunyonyesha pia ulaji wa nguruwe unakuwa ni tofauti. Kwa sababu gani? Kwa wakati huo kwa kawaida nguruwe anatakiwa kula kilo 5 za chakula. Kwa nguruwe moja anatakiwa kula kilo 5 za chakula. Yeye kama yeye anatakiwa kula kilo 3, lakini watoto wake kila mtoto unatoka kumhesabia 0.25 ambao ni robo kilo ya chakula. Kwa hiyo kwa mfano nguruwe akiwa na watoto 10, ina maana yeye atakuwa kilo 3, lakini kwa ajili ya watoto wake anatakiwa kula kilo 2.5. Kwa jumla zinakuwa kilo 5.5. Unampa kilo 2 asubuhi, kilo 1 mchana, kilo 2 jioni. Kwa hiyo kwa sababu nguruwe anakuwa ananyonyesha, kwa anakuwa anahitaji kula chakula kingi sana. Kwa hiyo ina maana kama utampa kilo 3 zile na ana watoto wengi, kwa hiyo hii itamfanya yeye nguruwe aweze kukonda sana. Kwa hiyo hii itakupa shida sana katika yeye kurudia joto. Kwa hiyo mkulima anatakiwa kuwa makini sana katika ulishaji huu wa nguruwe ili uweze kukuletea mafanikio. Kwa katika kipindi cha mimba mkulima anatakiwa kuwa makini sana anapokuwa analisha nguruwe wake. Hakikisha nguruwe wako hanenepi sana, lakini pia hakikisha nguruwe wako hakondi sana. Kwa cha muhimu cha kuzingatia ni kuanzia siku ya 80 hadi ya 110. Hapo ndo ukuaji wa watoto ndo huwa unatokea. Kwa sasa kipindi kile ndo wewe sasa unatakiwa uongezee nguruwe wako chakula, lakini sio ile siku ya kwanza. Wengi wanaanza kuwalisha nguruwe siku ya kwanza. So ile siku ya kwanza, kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya 40, ile inaenda kuua watoto wengi sana. Kwa mwisho wa siku utakosa watoto. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia hii kanuni ya ulishaji wa nguruwe. Sisi tunaitwa Wazae Hogs Farm, tuko Kibaha Kongowe, tunapatikana kwa namba 0712 979511. Karibuni sana.